Majina yangu naitwa Alima. Natoka sehemu za Kakamega. Huku Lang'ata Women Prison. Niliingia huku mwaka wa 2013. Mwezi wa 3 tarehe 20. Mpaka wa leo ningali huku. Eno nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ na rũgano rwa mũtumia ũyũ nĩ rwa kũmakania agĩtungatĩra kĩoho kĩa mĩaka mĩingĩ ma njera-inĩ nene ya atumia ya Lang'ata gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Nikawekwa kifungo ya Livers 2015. Nimekaa kwa hiyo kifungo nikiendelea nayo. Nikatuma apili ya kwanza ikanirudisha ndani. Haya, nikatuma ya pili hiyo ikakaa kabla walete date, hakuna, sipati hata namba. Nikaandika review ni kwenda kukubali makosa. Nilikubali makosa. Nikapewa miaka 25 mwaka wa 2020 mwezi wa 10. Ndio nimepewa miaka 25. Arauga gũtindĩka mĩaka ĩno njera nĩ ihera rĩnene mũno mũtũrĩre-inĩ wake. Kuhusunika nikaona hiyo miaka sitamaliza ni mingi sana. Juu nikiona udhaifu wa mwili wangu mahali nimefika na mahali niko, saa ingine nikifanya kazi nasikia usiku nikilala mwili kama si wangu. Nikaona sasa hiyo miaka 25 yote nitamaliza kweli ni kama mingi upande wangu. Nikaona ni kama jaji amenifinyiria. Angenipa kama 20 ama 15 years. Na mimi ni mama wa watoto 3. Kushikwa kwangu nilikuwa nafanya upande ya Lavington kazi ya nyumba. Watoto niliwawacha tu hivyo nikishikwa. Niliwawacha tu. Kama hawana kazi wanategemea mimi ndio papa yao ndio mama yao. Beatrice Musavi na Geoffrey na Sinzi anawapatia salamu, nawaambia Mungu awalinde, siku moja itakuja tukutane, lakini huwa nahusunika sana vile niliwawacha. Mungu awabariki. Haya, haha niho thabarĩ yake ya kũingĩra njera ĩkwambĩrĩria. Arĩ mũruti wa wĩra wa nyũmba mwena wa Lavington gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Kushikwa kwangu nilikuwa nafanya upande ya Lavington kazi ya nyumba. Sikuwa mtu wa tabia mbaya na sijawahi iva hata wakati wowote. Hata kidogo sijawahi shika kitu ya mwajiri akiniwacha hata kwa nyumba. Hata aende miezi 2 safari atarudi ikiwa hivyo. Sasa huyo Muhindi alikuwa na kampani yake upande ya Mombasa Road ya kutengeneza magari. Ni kichana ya Jokinda Singh, alikuanga mkimbiaji kitambo. Anaitwa Joli huyo sasa. Arĩ wĩra-inĩ oro ũrĩa athire na mbere na kwĩhokwo nĩ arĩa mamwandĩkĩte wĩra, nake noguo agĩire na meciria ma gũbanga ũici mũciĩ-inĩ ũyũ andĩkĩtwo. Baada ya kufanya hiyo kazi mimi mwenyewe niliakana na watu kunitafutia pesa, nitafute pesa pale. Wakaniambia nitafute mali safe iko kwa hiyo nyumba ya Muhindi. Nikawaambia nitatafuta chumi na afanya hapo ndani, nitakuwa nikiangalia nikipata fanye nini, wakuja wanisaidie kutoa hizo pesa tukawane nao. Si kujua kama ni vibaya, nilikuwa nafikiri ni vizuri vile wananiambia wakuje, na mimi nimewaelezea kabisa mali safe iko na mali kifungua wanaweka. Nĩguo njama ya ũici ĩgũtabanio. Wakati niliingia pale nilikuwa mfanyakazi mzuri, hata wakaona mimi nafanya kazi yangu vizuri sana. Kuna siku huyo mama sasa akakuja tu akaanza kunichukia pale. Huyu mfanyakazi mmoja alikuwa huyo wa kunipeleka. Huyo alikuwa akifanya akienda na mimi naishi mahali pale. Sasa akaniambia unajua ni nini? Wanangoja Januari wafanye nini wakufute kazi. Wanangoja Januari ikifika, nilikuwa mwezi wa Disemba. Haya, nikasema ndio huyu mama huwa ananitusi saa yote. Sasa mimi kitu yenye nitafanya nitaangalia waizi wakuja muibie. Na wakiiba hizo pesa tukawane. Nikatembea nikakutana na mmoja. Nikamuuliza unaweza nitafutia waizi? Huyo ni wa upande ya karibu na kwetu. Hatutoki area moja lakini anatoka saidi na ninajuanga ni mwizi kutoka huko kwetu. Nikamwambia unaweza nitafutia, nikamuuliza unaweza nitafutia watu wa kunipia kwa huyu Muhindi. Wakiiba pesa tukawana. Akaniambia wako wapi? Nilienda mpaka nikamuonyesha keti. Sasa yeye akaorganize wale walikuja. Nao wakikuja mimi sikujua wako na bunduki. Nilikuwa nafikiri tu ni waizi wanaweza funga watu kwa kamba na wachukue chenye wanachukua, kumbe wako mpaka na bunduki. Haya, wakati waliingia kwa nyumba, kuna kijana huyo Muhindi aliwaona na akaokopa, na haya alikuwa akili taira, si wa akili
sana ile mzuri. Sasa kuwaona aliokopa na akaanza kupika nduru akaanza kupambana na yeye, kupikana na yeye, akaangusha hata mmoja chini kwa sitting room hapo. Sasa huyu mmoja ndiye alichukua bunduki, kabla wachukue hizo pesa akashuti huyu kijana wa Muhindi akakufa. Ndio sasa kushikwa kwangu ndio wakatoka, hata hawakufikia kwa hiyo pesa, walitoka hivyo mbio kaenda kwenda kwao. Sawa, kaniambia unajua huku ndani tumefanya nini? Tumefanya makosa, tumeua nani? Hawakusema ni huyo kijana, walisema tumeua huyo mama, amekufa. Huyo mama tumemuua. Sasa hizo wewe uko wapi? Niko nje kabisa, niko nje kwa keti huko nje. Haya, wakaniambia ingia kwa gari, la sivyo utasumbuliwa na serikali. Si mimi nikaingia, sikujua hata kama nitaificha nitashikwa. Niliona kama nitajificha labda sitapatikana. Sijawahi kosa lolote mahali popote. Nikaona nikikimbia nao labda nitafanya nini? Nitakuwa safe. Kumbe ndio naharibu hata. Heri hata ningeenda police station niseme ya kwamba waizi wameingia mahali nilikuwa nafanya kazi, na sikujua kitu inaenda kuripotiwa ama kitu itatendeka kama hiyo. Ningejua atafanya hivyo hata mimi singewaambia wakuje. Saa hii ninachuta mpaka najilaumu mimi mwenyewe. Sasa walikuwa watu watatu, mimi ni wanne. Pesa zenye wangeiba singejua zitatoka hapo ngapi. Mimi niliwaambia tu mkienda mahali wanalala hapo kwa nini yao, drawer ya kitanda iko na kifungo ya safe. Na safe iko kwa drawer nyingine wapi? Kwa nini? Kwa wardrobe ndio kuna safe mahali pale. Mfungue na mtoa. Singejua inatoka ngapi. Sikuwa nimewahi kuangalia mahali pale, lakini wakifungua mimi naona tu ikiwa alafu kifungua na kuna mahali wanaweka, na mimi mwenyewe sikuwa kuwahi kufungua mahali pale. Kwa ameniamini nimefanya. Huyu mwenye alinipeleka aliwaambia kwamba nimefanya kazi mahali pingi, mimi sijawahi iba hata siku moja na sijawahi kosa, wajawahi sikia ripoti yangu mbaya. Nake egũcoka aikio ngono ta gĩtono. Nilikuwa nimepata kazi nyingine hapo ya senda. Baada ya kuwa mahali pale sikuwa najua ya kwamba natafutwa. Niliona tu nishajificha, miezi imeisha 3, naweza kutembea tu. Kulikuwa wakati kitu kama nikiwa kwa hiyo apartment, kitu kama saa 9 ya jioni. Nikaona mtu kama huyo Muhindi, huyo mama huko upande ya nyuma ya mkongo. Sasa nikashindwa ni yeye ama relative yake. Mimi nikaingia kwa nyumba yenye nilikuwa nimetoka. Kuingia hapo usiku sikujua walipikia mwenye nyumba simu kama amelala. Wakamwambia uko na mtu pale na huyo mtu ametafutwa miezi fulani na tumemuona CID. Tumemuona na asubuhi huyo mtu asitoke. Sasa ni siku ya Sunday usiku. Monday ya asubuhi ndio nilishikwa kitu kama saa 1:30 ya asubuhi. Siku ya Monday. Ndio wakaniambia vile walikuwa wananitafuta, vile waliniona mpaka pale wapi kwa apartment yenye nilikuwa hapo ya Yasenda. Walinichukulia hapo. Nami wakati walinichukua kunipeleka CID nikasema yule niliambia anitafutie waizi. Ndio nikaenda kwake kumchukua. Tukaenda na hao wakamchukua huko. Sasa huyo kesi ilimwajia mimi ndio nipaki ndani. Yeye ako nje sasa, na hao wengine hawakushikwa. Hakuna mtu alishikwa. Mimi tu ndio niko ndani peke yangu. Rĩu no kwĩrira arerira arĩ njera. Hiyo kazi yenye nilikuwa nafanya ya nyumba kulikreti kwangu, nafikiria nikiwa hapa ningekuwa tu peke yangu, hata na afadhali singeambia watu kujeni munisaidie hadi tuibe pesa. Ningekaa niibe peke yangu na nitoke nazo, hata nifungwe tu nikiwa peke yangu. Juu saa hii na sababu kifungo peke yangu na wao walishafanya chenye walifanya, wako nje na mimi niko ndani. Kuua huyo mtoto wa Muhindi, sasa hao wako ndani na mimi na sababu kifungo. Mahali ninafika na kujanga, hata nikilala usiku usingizi inaisha kwa macho kabisa. Naangalia nikisema ningekuwa tu peke yangu hata nishikwe. Nisiambie mtu kuja ufanye hivi na kumbe anakuja kutenda kitendo yenye haistahili yenye walitenda hapo ndani. Ili niudhi hata mimi mwenyewe sikufurahia kabisa. Mpaka wa leo sijafurahia. Bado ninahuzunika nikifikiria. Na naambia wale wenzangu wenye wanafanya kazi ya nyumba wote wasitukutu kufanya kwa kazi ya mwajiri wakosa mahali pale. Hata kama mmekosana, ondoka tu polepole. Kama umefanya hata siku 2-3, mwambie nipatie pesa zangu za hiyo siku, nifanye nini niende. Na ukiona hataki kulipa, ondoke tu roho safi. Mundu ni arabatarania ehokeke. No tonga nduonekaga oro uguo, utonga wonekaga riria mundu aruta wira na moko make
na enyihia aruta wĩra na wĩigĩrĩrĩki na wĩhokeku mũingĩ. Kwĩna andũ maruta wĩra matuka-inĩ na andũ maruta wĩra mĩciĩ-inĩ. Nĩ wega wĩra ũrĩa ũhetwo ũrute wĩna wĩhokeku mũingĩ mũno, tondũ gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe ũngĩona nĩ ũndũ wa gwĩka ũru. Ũndũ wothe mũndũ areka nĩ abatiĩ kũmenya marigĩrĩrio maguo nĩ ũrĩkũ kana nĩ marĩkũ, tondũ o mũtĩ wothe ũrĩa ũciaraga matunda nĩ kũrĩ matunda marũrũ na nĩ kũrĩ matunda me cama. Kũu nĩ kũria atĩrĩrĩ, gĩko kĩrĩa ũreka rĩ, matunda ma gĩko kĩu rĩ, ũkagetha atĩa? Ũkagetha njera-inĩ, na no wage kũnyitwo, no ũtũre na thĩna, ũtũre wĩhithĩte, na ũtũre na mũtũrĩre wa stress, ũtũre mũtũrĩre wa kwĩmena na kwĩyaga nĩ ũndũ wa gĩko kĩrĩa wekire. Nĩ arathingata andĩkani gũkoragwo na wĩhũge makĩandĩka aruti a wĩra mĩciĩ-inĩ yao. House girl anaweza panga kitu ya kukuja hata kikudhuru kwa nyumba yako ama kwa poma yako, na uwezi jua ni yeye. Juu mahali niko sasa saa hii, mimi najua ya kwamba kama ningeingia kwa hao watu kuniuliza vile huko kunakaa, singekuwa gerezani saa hii. Na wale wengine, naambia wenzangu wale wengine wachawahi ingia mahali kama kwenye niko saa hii. Wasitukutu, hata ukiona kitu ya mtu usitukutu kukuza na usitukutu kushika, waachana tu nayo, nuache kabisa. Saa hii mahali niko hata naona nikitoka huku ndani kazi yangu itakuwa tu ya kuelimisha wengine. Usione mtu akiwa na mali yake ama kitu yake ukuze. Heri ukae na umaskini wako na ukae kule nje kuliko kukaa utafute utajiri wa haraka na ukuje uishie chera. Hiyo kitu ndio naelimisha wale wachawahi ingia chera. Waepuke kabisa, usiepuke na mali ya mtu, usiepuke na kitu ya mtu. Arauga jera nĩ kwa ũtũũro mũritũ. Maisha ya jera yenye mimi naona tangu nikuwe hapa, kweli nimejifunza kushona, nimejifunza tu vitu kidogo kidogo, lakini sasa hata kupewa hiyo certificate, masomo ikuje uingie hiyo masomo, lakini hata ukipewa certificate inapata uko mahali hapa huku ndani hakuna kitu inakusaidia. Uko tu nayo na pato unafungwa uko tu nayo.